Kazi na utu. Asanteni sana. Na mimi jina langu ni Bwana Messi Filipo, ni mchumi lakini pia ni meneja wa masuala ya uchambuzi wa sera kutoka shirikisho la sekta binafsi, na uzoefu wa zaidi ya miaka 12 kwenye maendeleo ya sekta binafsi pamoja na majadiliano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Na kwa kweli kichwa cha habari cha mada yetu ni namna gani halmashauri ama mamlaka za serikali za mitaa zinaweza kushirikiana na sekta binafsi. Moja, kwenye kuongeza mapato, lakini ya pili kwenye miradi ya ubia kwa maana ya PPP. Miaka 35 40 iliyopita si sawa na leo. Kwa utaona miji imekuwa, utandawazi unakuwa, maana yake kila sehemu wanataka maendeleo. Na ndio maana mheshimiwa viongozi, sikiliza kwenye ziara za mheshimiwa rais, ziara za waziri mkuu, kila unapoenda mheshimiwa rais au waziri mkuu ama kiongozi yeyote akitoa nafasi, wananchi wazungumze. Wananchi watazungumza shule, watazungumza barabara, watazungumza maji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hii inatoa pressure kubwa. Lakini eneo muhimu sasa ni kwamba kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani pamoja na kusaidia ukuaji wa shughuli za uchumi pamoja na kuangazia kwenye miradi ya ubia kama PPP, kwa maoni yangu na kwa maoni yetu, ndio inaweza ikawa dawa ya kutatua hili tatizo. Na hapa tunadhani mamlaka za serikali za mitaa haziwezi kuwa tu taasisi za kutoa huduma, lakini kwa sasa ni taasisi muhimu sana na ni chachu kwenye uchumi na maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu kimsingi ndiko biashara ziko, kwa sababu kimsingi ndio watu wako, na kimsingi ndiko ambako watu wanahitaji maendeleo, iwe leo, iwe kesho na iwe kesho kutwa. Shughuli za uchumi zimeongezeka. Kwa hiyo hizi ni modality ambazo tunaweza kuziangalia, lakini pia inaweza kuharakisha utekelezaji wa miradi. Ndugu zangu waheshimiwa viongozi, ili serikali iweze kugharamia mradi mmoja, inatakiwa ikusanye leo, iweke kwenye chungu kesho na kesho kutwa. Na ndio maana ukisoma ripoti ya miradi, kuna baadhi ya miradi inachelewa kulipwa, inaongezeka nini? Riba. Kwa maana yake ukiwa na ubia, hizo risk unaachana nazo, kwa sababu sekta binafsi anakuwa na fedha ya kuinject na maisha yanaendelea. Lakini unahamisha risk na unavutia ubunifu. Ubunifu pia ni muhimu na technological transfer. Kifanya mradi mkubwa wa ubia, kuna miradi mingine midogo midogo itafanyika. Mfano kama barabara linajengwa, kuna watu watasupply pale na kadhalika. Muhimu hapa ambalo nataka nitoe kama rai kwa viongozi ni kuhakikisha ni kwa namna gani local content inakuwepo, kwa maana ya ushiriki wa wazawa unakuwepo. Kwa sababu kama mradi wa ubia alafu ushiriki wa wazawa unakuwa haupo, malalamiko hayataishi. Kama barabara inajengwa kwa ubia, je, hata kusupply chakula inabidi mtu atoke kwa mfano Dar es Salaam au awe mzungu? Kwa haya ni maeneo ambayo tunadhani yakisimamiwa vizuri yanaweza yakaongeza bai. Na lazima mjue kwamba miradi ya ubia duniani kote imeleta changamoto. Muhimu ni elimu iendelee kutolewa. Elimu ikitolewa, watu wataelewa. Na mimi ninaamini miradi hii ikifanyika itaongeza uchumi. Na ikiongeza uchumi, maana yake makusanyo pia yatafanyaje? Yataongezeka. Na nyinyi kama viongozi pamoja na serikali za mitaa mtaweza kuwahudumia wananchi na kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Baada ya hayo mengi ambayo ni machache, nimetumia dakika 41 na naomba nihitimishe.